Mugikuyu alikuwa naomba Mungu, na kabla hata hajakuja mzungu, Mugikuyu alijua kanisa yake iko katika mugumo Faika Street. Alijua akifika pale katika hiyo mugumo, kama amejitakasa kabisa siku zake 8, akienda pale atoe kafara pale, atoe buzi, achinje, Mungu atamsikia na atampatia ile kitu anataka. Whenever there was a calamity like famine, through drought, or there was some sort of disease, they could go and pray under a mugumo tree, because that was the shelter. Then today we are talking of the very constructed shrines or sanctuaries. But during that particular time, the Kikuyu could stay or sit under a mugumo tree, and they could perform their spiritual ceremonies there. Mugumo kwetu ni ya maana sana. Hata huwa tunasema mugumo inalia. Wakati imekatwa inalia. Sasa tunaenda kuipoesha na kuiambia pole, hakuwa nataka, yani mambo kama. Zaidi mugumo inaashiria mambo ya mamlaka ama ufalme fulani. Kuna wengine ni kama vile umesikia nikisema wakati ile ya Thika ilianguka tulipata uhuru. Kuna wakati mwingine inakatika, unasikia hiyo ufalme imeondoka. Hii sasa hii yasikia Thika mwakili walisema 1960 emergency ilikwisha. Tulienda tukawa youth, tulikuwa hata kuona hiyo mugumo ule sikiso la mawe na mapati ile kumu watu walisikisa, kwa sababu wasungu waliambiwa wakati utapoanguka, ukianguka kama unaangalia upande ule, hapo utatoka Afrika. Ukianguka kama unaangalia upande wa juu unatoka mtarudi kwenu. Wasungu walijua na ndio wakausigira. Na itili sisi tulienda mkutano kwa Thika mkufwa, hata kila mmoja bali wangu tunaenda kuona uliaja kukauka matawi kutoka upande wa juu kukauka wenyewe wakauka. Na wakati tulipata uhuru dini kwa hapa sasa mfano tunaendaga ile kuja hiyo pisha wakati nilipiga au BBC itangaza mchana ipota tuga Kiswahili. BBC kasema Kenya itapata uhuru leo usiku, na ule mugumo kulingana na mdesturi ya Kikuyu, ule mugumo already umekauka wote. Ulikauka na ukaliwa na mshwa. Ndio Kenyatta akafanya mwingine. Hiyo mugumo tunaheshimu kwa sababu ndio uliongoza sisi kwa hii vita ya Mau, kwa sababu ndio tuliambiwa mambo yake iko namna hii. Ni muhimu kwa Mugikuyu. Siku ya tarehe 23 mwezi uliopita tukawa na hilo jambo, mliona upande huo, hiyo mti yetu imekuwa mahali hapa, lakini siku hiyo ikapasuka, pande moja ikaanguka. Na mimi nikiwa Kikuyu ambaye amekomaa, singenyamaza na nikuita wale nayo wako mbele yangu ndio tuweze kufanya yale ilianzishwa na wale walienda kitambo. Na ndio siku ya leo niko na furaha, maana ile jambo tumefanya, hiyo mti ikiwa iko jambo inataka kutueleza, itatueleza. Ikiwa ni mawazo, itatupea. Ikiwa ni jambo tumekosea, tutaelezewa ndio tuweze kuendelea mbele. Kwa hiyo jambo ile tumetoa mahali hapo mzuri. Kini munaenda pale kama wewe uko msafi. Unajua si usafi ya kuoga na maji. Sasa mnajua vile tunamaanisha. Ya kwamba hauna, ulikuwa umelala kwa zingira kama vile tulilala hapa. Si mtu analala peke yake. Kitu kama hiyo. Na wamama hawaendi kwa hiyo mugumo wakati tunatoa.
hiyo sacrifice. Kama hiyo mugumo imeanguka nusu, kuna wakati unaweza kuta kipande moja imefanya nini, imeanguka. Tunaenda tunachinja hiyo mbuzi ya rangi moja, tunakata katikati moja, tunachoma kabisa inaisha na ngozi yake. Hii ingine tunachoma hapa, tunakula pamoja wale wako hapo, haiwezi toka hapo. Wale wamekula hiyo waende wasibebe vile mtu anabebaga nyama atiende akikula. Hata mafupa yake mnarudisha kwa moto, inafanya nini? Inaungua. Kwanza kabla ya kuchinja walimbeba mzee mkubwa wao, akawekea kwa mabega, akapeana kwa mwingine, wakazungusha mara 7. Baadaye mara ya mwisho, ile safari ya mwisho ya mara 8, walienda kinyume na vile walikuwa wakizungusha. Nataka tu kuuliza, tuliona mtu akizunguka 7. Kama sio hii tulikuwa tunaenda kuroko alafu moja, halafu ya mwisho sasa tunaenda kwa nini ndio hiyo ingine tulienda ni yetu na Mungu yenda hivyo, ili tusiende pamoja. Hatuwezi kujifanya kama Mungu. Ajabu nyingine ni kwamba wakati wa kuchinja hawakumlalisha chini, walimuinua miguu na nyuma ikainuliwa na mzee mwingine akawa hapo katikati, akashika upande wa mabega akainua juu, mwingine akashika pembe akainua. Ajabu sasa ni vile hiyo kisu iliwekwa ndani ya mishipa ya damu kwa moyo, mpaka damu ikatoka upande na upande. Wakati damu inaendelea kutiririka, iti sasa huku ndiko kunyanya kuchinja mpaka kondoo akafariki. The Kikuyus were slaughtering a goat, a lamb for a purpose. The Kikuyus don't like killing. It's a necessity that make a goat to be killed or to be slaughtered. And even before it is killed, it is talked to. We are not ready to slaughter you, but there is this matter that have come. The Kikuyu had to create reasons, good reasons. And if you are invited by somebody and a goat is killed, don't leave before you have known why it has been killed, what it has been slaughtered. Because there is no goat or animal that can be slaughtered without a purpose. The other aspect of brutal or killing animals indiscriminately, that has been brought by money. Either there is one part of the world that wants either the hide, the skin, and then people kill to go and make money. But traditionally, animals were only slaughtered with due reasons. Mtu alikuwa ametoa mafuta kwa sufuria, wakaweka baada ya mafuta kwa pembe, wakaanza, mzee mwingine akaanza kutupia, kumwaga yale mafuta kwa yule mti, mpaka kwa yale ule ambao ulianguka ulimwagiliwa mafuta mpaka hapa kwa shina. Sasa hapa katikati shina limeanguka, mtu meanguko, huna kazi, bado anamwaga mafuta. Nishtuka sana, nifikiri kwamba sasa huenda walienda kuomba ule umesimama kwamba ubakie, waendelee kuwapatia uhai, lakini hata ule ambao umekufa tayari wanamwagilia mafuta, wanaomba. Sasa maombi yao ya Kikuyu sikuelewa. Kuna kitu kingine nilipaka wale wazee walikuwa na hiyo kitu nyeupe haitoki mahali pengine, hiyo kitu inatoka Mount Kenya tu. Ile mliona ilipakwa, wale walikuwa wanafanya ni kukilinsi yeye, kama alikuwa akija alikasirika. Hii nusu kulingana na hii mugumo imeanguka nusu. Kwa hivyo hii hata mbuzi yenyewe tutaigawana nusu. Nusu tuichome tupatie Mungu, nusu tukule pamoja. Moshi kama ukiangalia wakati tunaomba tulikuwa imeendelea juu, inaashiria kwamba hiyo ibada yetu imekubalika. Ukiangalia juu kabisa, na uliona hata tuliweka moto mwingine pale, na hiyo moshi yake na hii haikushikana pale, kwa sababu hii ilikuwa inaenda juu na inawekwa karibu na mugumo, kwa sababu hiyo moshi sasa inabariki hiyo mugumo, sasa inaenda juu. Ngai, mimi nimeona
mila na desturi zetu zinaoana au zinafuatana kwa kuombea warabai au kuombea nchi amani. Huwa tunakusanya vijana under 18 ambao wao ndio wanatafuta kuni za kuchomea kondoo, na kondoo huyo ambao tunamchinja na hakuna kisehemu cha nyama kitaliwa, anachoma tu wote mpaka ishe. Kondoo wa pili sasa tunamfanyia tambiko la kuzima moto Kenya, kufanyia tambiko zangu. Kwa hiyo kondoo alichaguliwa na Mungu. Kila niliona jana, upendo imerudi Kenya, sababu hii tamasha ambayo tuko nafanya ya kuunganisha Wakenya wote wakae kwa amani. Sababu niliona hiyo masiwa hiyo, kwa sisi masiwa ni kusafisha ile damu ambayo iliyomwagika juzi kwa mambo ya kura. Kondoo hii ni kusafisha uso wenu na kupoesha ile moto ya siasa. Alafu amani na ruti, upendo wa kabila yote wanapendana. Hiyo kondoo wakichinja kondoo ni kitu ya maana sana. Kondoo ni kitu ya maana sana kwa sisi. Kwa hivyo vitu ambaye angetukia haitotukia tena. Hata labda Mungu liamshe nyinyi ndio tufanye itamashi. Kwanza kabisa yale nilisoma ya kwanza, niliona vijana wa dijitali wote ni waoga, kwa sababu wakati walianza kufanya kile shughuli ya tambiko, wengi waliamua kutoroka. Hiyo ndio kitu ya kwanza nilisoma. Mimi napatika nililelewa na babu, najua tambiko mingi sana. Nataka nishukuru wa Kikuyu. Kile kisu kilidungwa kwa kila kondoo. Najua tambiko hilo